wake wanadhania hijabu ni mtu kujitanda tu ule ushungi kichwani mwake au kuvaa baya tu katika mwili wake. Si hivyo. Anasema Sheikh, bal lilhijabi ash-shar'i dhawabitun wa shurutun, bali ina hijabu ya kisheria vidhibiti na masharti. Hijabu ya kisheria ina vidhibiti vyake na ina masharti yake, ili mradi hii ihisabiki ya kwamba hii ni hijabu ya kisheria. ذكرها الله تعالى في كتابه ورسوله في سنته, vidhibiti ambavyo na masharti ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika kitabu chake na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ametaja katika sunna zake. Wa min ahammi ad-dawabiti wash-shurut, na miongoni mwa vidhibiti vilivyokuwa muhimu na masharti yaliyokuwa muhimu ya hijabu ya kisheria, sharti la kwanza anasema satru jami'i badaniki hatta alwajhi walkaffaini fil asahi. Hili ndio sharti la kwanza la hijabu ya kisheria ya mwanamke wa Kiislamu. Satru jami'i badaniki, istiri mwili wako wote, hatta alwajhi, mpaka uso, walkaffaini fil asahi, na viganja viwili vya mikono katika kauli iliyokuwa sahihi. Hii ishara ya kuwa kuna khilaf, lakini katika kauli iliyokuwa sahihi mwanamke anatakiwa astiri mwili wake wote, kwa sababu mwanamke mzima ni aura, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Mwanamke mzima ni aura, idha kharajat istashrafaha ash-shaytan, sheitani anampamba yule mwanamke pindi anapotoka. Huyu mwanamke mzima ni aura, na kitu kikiwa ni aura kinatakiwa kistiriwe, kinatakiwa kistiriwe. Huyu mwanamke anatakiwa astiri mwili wake wote, mpaka kuanzia uso mpaka viganja vyake vya mikono, katika kauli iliyokuwa ya usahihi. Anajihifadhi huku na kujistiri huku amama rijali al-ajanibi wa ghairi al-maharimi, anajistiri huku mbele ya wanaume kando, wanaume ambao wanafaa kumuoa yeye. Mwanamke huyo anatakiwa ajistiri mbele ya wanaume hawa. Wa ghairi al-maharim, vile vile ajistiri mbele ya wanaume ambao si maharim zake, wanaume ambao wanafaa yeye kumuoa, ambao si baba yake wala kaka yake. Walau kanu min bani ammik, lau kuwa hao wanaume watakuwa wametokamana na watoto wa ammi yako, watoto wa baba yako mdogo au baba yako mkubwa, basi unatakiwa ujistiri mwili wako wote ewe mwanamke. Wa akhi zawjik, hata kama akiwa huyo mwanamume ni ndugu wa mumeo, ina maana ni shemeji yako, unatakiwa ujistiri mbele yake, uvae ustiri mwili wako wote mpaka uso na viganja vya mikono. Wa zawji ukhtik, hata kama ni mume wa dada yako, unatakiwa ujistiri mbele yake. Wa tifli alladhi arafa al-awra, na ujistiri mbele ya mtoto ambaye anafahamu na kutambua aura, kutambua uchi. Mtoto ambaye anafahamu na kutambua utupu unatakiwa ujistiri mbele yake. Wa ghairuhum, na wengineo katika wanamume. Na ushahidi wa hilo Sheikh akataja, wadalilu qawluhu tabaraka wa taala, na dalili au shahidi ni kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema, ya ayuha nabii, ewe nabii, kulli azwajika, sema kuambia wake zako, wa banatika, na watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa waumini, wake wa waumini, yudenina alayhinna min jalabibihin, wajiteremshie juu yao majilbab, nguo zenye kuwafunika. Dhalika adna, jambo hilo ni la karibu zaidi, an yu'rafna, lenye kupelekea kutambulika, fala yu'dhain, na wala hawataudhiwa.
Wakiwa wanawake hawa ni wenye kujistiri, basi hawataudhiwa, watajulikana kwamba hawa ni wanawake wa Kiislamu, ni wanawake wenye kujiheshimu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na ameendelea Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni msamehevu na mrehemevu.